Yesu asifiwe. Mpendwa mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya darasa la uinjilisti, na kualika tena ukaribie kwa ajili ya kujifunza darasa letu na somo letu la sheria za ulimwengu wa roho. Sheria za ulimwengu wa roho, sheria ya ulimwengu wa roho ya msaidizi. Kama tulivyokwisha kusema wakati wote kwamba katika maisha ya uinjilisti, katika uinjilisti tunagawa maisha katika pande kuu mbili: ulimwengu wa roho, maisha ya mwanadamu katika ulimwengu wa roho, na maisha ya mwanadamu katika ulimwengu wa mwili. Mwanadamu anaishi katika pande hizi zote mbili, anaishi rohoni na mwilini. Na katika ulimwengu wa roho kuna roho wa gizani na nuruni. Sasa tunataka tuangalie hii sheria inayotenda kazi, na tumekuwa tukieleza kwamba katika maisha yote ya rohoni na mwilini yanawezeshwa na sheria. Sheria ndio inawezesha maisha ya rohoni na ya mwilini. Bila sheria maisha hayo ya rohoni au ya mwilini hayawezi kwenda. Kwa hiyo maisha ya msingi wa sheria. Sasa sheria hii ya ulimwengu wa roho, ziko sheria mbalimbali. Mojawapo hii ya msaidizi. Katika ulimwengu wa roho na mwili, katika maisha haya yote ya aina mbili ya rohoni na mwilini yanawezeshwa na sheria ya msaidizi. Maisha haya yote yana wasaidizi. Maisha ya rohoni yana wasaidizi na maisha ya mwilini yana wasaidizi. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho kuna msaidizi na kwenye ulimwengu wa mwili kuna msaidizi. Kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 18 inasema, Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Kwa hiyo msaidizi aliyetengenezwa na aliyeumbwa na Mungu ambaye ni wafanana naye ni mwanamke. Kwenye ulimwengu wa mwili Mungu ameweka msaidizi anaitwa mwanamke. Mwanamke ni msaidizi kwa habari ya mambo ya mwili. Mambo yote yanahusiana na mwili, mwanamke ndio Biblia imemweka na Mungu amemweka kuwa msaidizi. Kitabu cha Yohana ile sura ya 14 mstari wa 16 inasema hivi, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Lakini kitabu cha Yohana ile sura ya 14 mstari wa 26 inasema, lakini huyo msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo hawa ni wasaidizi wawili, mwanamke na Roho Mtakatifu. Hawa ni wasaidizi wawili katika maisha haya aina mbili, rohoni na mwilini. Roho Mtakatifu maisha ya rohoni, mwanamke maisha ya mwilini. Kwa hiyo hawa wasaidizi ni muhimu sana, lakini tumekuwa tukichanganya kati ya wasaidizi hawa. Wasaidizi hawa wanafanya kazi gani? Wana majukumu yao na wana kazi zao ambazo wanazifanya. Mwanamke anamsaidia mwanadamu katika maisha ya mwili, shughuli zote za kimwili, ikiwemo na kazi na mambo ya kuendeleza maisha ya mwili. Roho Mtakatifu anafanya kazi gani? Roho Mtakatifu ni msaidizi wa mambo ya rohoni. Mambo gani? Kusaidia na kuongoza watu kwa habari ya dhambi, kuacha dhambi. Huwezi ukaiacha dhambi bila uongozi na usaidizi wa Roho Mtakatifu, kwa kuwa dhambi ni uasi dhidi ya Mungu. Kwa hiyo huwezi ukaiacha dhambi. Dhambi haiachwi kwa kusaidiwa na mwanadamu. Mwanadamu hata angekuwa vipi hawezi kufanya dhambi, kuishinda dhambi. Ni kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu kazi yake ni kutusaidia kwa habari ya dhambi. Hana kazi nyingine zaidi ya hapo. Ana kazi kubwa na jukumu kubwa la kutusaidia habari ya dhambi. Sasa hapa tunachanganya watu wengi sana. Kwa mfano, katika dhambi ya uzinzi, bila Roho Mtakatifu huwezi kaacha uzinzi. Wengi wanadhani wengine wanadhani kwamba idadi ya ndoa au kiwango cha idadi ya wasaidizi, yaani mwanamke, kwamba nikiwa na wanawake zaidi ya mmoja labda nitaacha dhambi ya uzinzi. Wengi wanaamini nikiwa na wanawake wawili labda nitaacha uzinzi. Wengine wanaamini nikiwa 4 nitaacha uzinzi.
dhambi ya uzinzi haiachi kwa idadi ya ndoa. Wewe oa wanawake 10, dhambi ya uzinzi iko pale pale. Hata kama usioe kabisa, wewe uoe usioe, dhambi iko pale pale. Ambaye hajaoa atazini, aliyeoa atazini. Kwa hiyo kuongeza idadi ya wasaidizi ambao ni wanawake haitafanya uache dhambi. Kwa maana ni hivyo basi, ndugu yetu mmoja kwenye Biblia anaitwa Mfalme Selemani, alioa wanawake 1000, asingekengeuka kwa sababu Mfalme Selemani alikuwa na wake 1000. Kwa hiyo kama dhambi ya uzinzi ingeondolewa au kengeufu au dhambi ingeweza kudhibitiwa na kupata msaidizi mwanamke, basi Mfalme Selemani asingeweza kukengeuka. Idadi ya wanawake haipunguzi au kutooa kabisa, hakupunguzi kumfanya mtu asaidike katika kuacha dhambi. Dhambi inaachwa tu kwa mtu kujazwa Roho Mtakatifu. Mtu kama hajajazwa Roho Mtakatifu, hata kama angeoa wanawake 10,000 atatenda dhambi tu ya uzinzi. Mtu kama amejazwa Roho Mtakatifu, hata kama asingeoa au angeoa kabisa, Yesu Kristo hakuoa lakini hakutenda dhambi, kwa sababu dhambi huondolewa na uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu ya Darasa la Uinjilisti. Asante sana. Unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube pamoja na TikTok. Tuko pale kila wakati. Naomba uweze kushare vile uweze kushare kwa watu wengine waweze kufikiwa na masomo haya. Lakini pili, tuweza kuchangia chochote ambacho Mungu anakujalia kwa ajili ya kupeleka haya masomo kwa wengine zaidi waweze kuwafikia. Mungu akubariki. Asante sana.